Niruhusu hapa ndani ya kipindi hiki cha Morning Brief. Mtazamaji na msikilizaji, nikianza moja kwa moja yale ambayo yametendeka. Kwanza Ijumaa hii ile kamati ama jopo kazi ambalo lilikuwa limetengezwa na Rais William Ruto ili kupata maoni ya wananchi kaunti ya 47 kuhusiana na mfumo mpya wa mtaala wa CBC itatoa ripoti yake siku ya Ijumaa wiki hii. Haya ni kulingana na rais mwenyewe. Alizungumza pale katika eneo la Nairobi alipozuru shule ya Joseph Kangethe kwenye eneo la Kibra, ambapo alisema jopo kazi lile limetayarisha ripoti yake na atakabidhiwa na baadaye atakuwa anatoa mwelekeo wa jinsi mfumo mpya wa elimu wa CBC utakuwa unaendelea. Mtazamaji na msikilizaji, pia ni achane na swali ile. Kumbuka kwamba pale awali Azimio la Umoja wa Kenya, ule muungano ambao ni wa upinzani, ulikuwa umesema kwamba hii leo ungeanza kufanya vikao na wananchi ili kutafuta maoni yao kuhusiana na masuala tofauti ambayo yanaendelea hapa nchini Kenya. Lakini hiyo jana wakizungumza na wanahabari kupitia kwa yule ambaye ni minority leader Opiyo Wandayi, ambaye pia ni mbunge wa Unguja, waliahirisha vile vikao ambavyo kumbuka kwamba walikuwa wamesema siku ya leo wangeanzia kule Kamukunji Nairobi. Vikao vile vimeahirishwa na sababu waliotoa ni kwamba wanangoja kwanza mitihani ya kitaifa itamatike, kwa sababu watu kutaka kuleta ile disruption kwa ile mitihani ambayo inaendelea. Kumbuka kwamba hapo awali Rais William Ruto alikuwa amewataka na kuwaomba wasifanye maandamano jinsi ambavyo walikuwa wamezungumza. Siku ya leo ni siku ya 3 kwa mitihani ya KCPE pamoja na KIPSEA, na ni siku ya mwisho. Wanafunzi kuanzia saa 2 wanakalia mitihani ya social studies kwa wale ambao ni class 8 and CRE, na wale ambao ni wa grade ya 6 wanakalia mtihani ya creative arts and social studies. Okay, kwa hivyo ni siku ya 3. Nimepita hapa na pale nikaona mitihani inaendelea sawa. Hakuja kuwa na tukio lolote la wizi wa ile mitihani. Kwa hivyo tunatarajia kwamba mitihani itakamilika vizuri zaidi. Kumbuka kwamba mitihani ya form 4 ama kidato cha 4 pia inaendelea, lakini ile rasmi, zile common subjects ambazo zinafanywa zitaanza kufanyika kesho kutwa, na mitihani ile itatamatika tarehe 23 Disemba. Nikiachana na swala hilo, kulikuwa na kizungumkuti katika eneo moja pale katika kaunti ya Kisii baada ya wanafunzi wa darasa la 8 ambao walikuwa wanaendelea na mitihani kufukuzwa shuleni kwa sababu ya karo, swala ambalo liliwakasirisha sana wazazi na wakazi wa eneo lile, ambao waliandamana moja kwa moja mpaka kwenye afisi za DIO kujaribu kunungunikia swala lile, akisema kwamba serikali ilitangaza kwamba mwanafunzi asifukuzwe, yeye aachwe afanye mtihani, basi wakati itakapofika atakaporudi kuchukua kile cheti, basi ndipo aitishwe zile fedha. Ni swala ambalo kwa kweli niliona hisia mseto zilikuwa zimejaa pale kuhusiana na swala zima la kufukuzwa kwa karo. Na nikiachana na swala hilo ni kwamba kamati ya bunge kuhusu sheria sasa itatengeza ripoti kuhusiana na yale mahojiano ama yale majibu ambayo yaliwasilishwa na makamishna wanne wa IEBC. Kumbuka kwamba Kamishna Irene Masit alikataa kuhudhuria vile vikao, alikataa kutoa majibu yake, akisema kwamba kamati ile haina quorum, haina uwezo wa kusikiza kesi ambayo ilifikishwa dhidi yake. Naye yule wakili wake naibu mwenyekiti wa IEBC Juliana Cherera ambaye anaitwa Apollo Mboya alisema kwamba apatiwe siku kadhaa ili atoe majibu yake, lakini ikawa kwamba aliambiwa afikishe majibu yale kufikia jana.
Na hiyo jana mawakili wa Justus Nyang'aya pamoja na Francis Wanderi walifika mbele ya ile kamati ya JLAC, pia wakatoa majibu yao, lakini hawakutoa majibu kikamilifu kwa sababu wengi walikuwa wanasema kwamba kuna baadhi ya stakabadhi ama vyeti ambavyo hawana, kwa hivyo hawangeweza kuwasilisha majibu yao. Kwa hivyo ripoti ile itatengezwa hata ingawa wale wanachama wa IEBC wale makamishna hawakuhudhuria. Ni achane na swala hilo, ni kupeleke mahakamani kwamba hiyo jana mahakama ya juu pale Nairobi ilitupilia mbali kesi ambayo ilikuwa imefikishwa kwenye mahakama ile na chama cha mawakili hapa nchini LSK kuhusiana na uteuzi wa makatibu katika wizara tofauti tofauti. Kumbuka